Jina langu naitwa Adinas. Nilizaliwa mkoa wa Mwanza, lakini maisha yangu mengi niliishi kijijini kwa bibi, kata ya Buhongwa. Kijiji chetu kinaitwa Nyamhongolo. Ndani ya kijiji hicho kuna vitongoji vitatu vikubwa ambao ni Mabatini, Kishili na Chulele. Nyumba ya baba ilikuwa upande wa Mabatini, karibu na barabara ya vumbi inayokatiza kuelekea Kishili. Hapo ndipo kila kitu kilianza. Baba yangu marehemu Mzee Juma alikuwa mkulima tu wa kawaida. Shamba lake lilikuwa mpakani mwa Luchelele, eneo lenye udongo mzuri mwekundu na miti mirefu ya miembe. Lakini watu wengi wa kijijini walikuwa wanaliogopa eneo hilo. Walisema usiku kuna taa huonekana shambani bila chanzo. Wengine walidai wamesikia ngoma za mbali zikilia katikati ya saa 7 usiku. Nilikuwa naona ni hadithi za kutisha tu mpaka siku baba alipofariki ghafla. Ilisemekana ni pressure, lakini nikajiuliza, ni pressure tu? Maana toka namfahamu baba yangu vizuri hakuwa na pressure wala ugomvi na mtu. Kwa nini afe na pressure? Nikaachana nayo. Lakini baada ya mazishi nilibaki nyumbani Mabatini peke yangu. Usiku wa kwanza nilisikia mlango wa nyuma ukigongwa mara 3. Go tena kwa hasira. Nilipotoka nje sikumuona mtu, lakini mbali kidogo kuelekea njia ya Luchelele niliona kama mwanga wa taa ya kijani kipotea gizani. Siku iliyofuata nilienda sokoni Kishili. Watu waliponiona nilishangaa sana, walinyamaza ghafla. Nilisikia mmoja akisema kwa sauti ya chini, mtoto amerudi, sasa wataanza tena. Nilimwangalia ila sikumuelewa. Jioni ile ikabidi nimfuate mzee mmoja wa Luchelele anaitwa Mzee Nyakato. Alikuwa mtu anayejua historia zote za kijijini pale. Aliniangalia kwa macho ya huzuni, afu akasema, baba yako alikataa kutoa shamba lake kwa watu usiku. Nikauliza, watu usiku ni wakina nani hao? Akanong'ona kwa hofu, watu wanaokutana polini mpakani mwa Kishili na Luchelele, watu wanaoamini damu inaleta mafanikio. Mwili wangu ulisisimka sana na nikauliza, unamaanisha nini? Au unamaanisha uchawi? Akujibu moja kwa moja, alisema tu, ukiona taa ya kijani usiifuate. Kweli nilibaki ni question mark. Nikajiuliza, kwani kuna siri gani hapa? Lakini nikaachana nayo tu. Sasa kuuliza maswali mengi wala nini. Usiku wa pili nilisikia sauti kama minong'ono nje ya dirisha. Nilichungulia na nikamwona mtu niliyemjua vizuri. Huyu ni mjomba wangu, ndugu wa baba. Alikuwa amesimama pembeni ya mti wa mwembe akiangalia dirisha langu bwana. Lakini hakuwa peke yake. Nyuma yake kulikuwa na watu wawili wamevaa nguo nyeusi, nyuso zao hazionekani. Na chini ya mti kulikuwa na kitu kama bakuli, alafu ndani yake kuna kitu cheusi ila kinang'aa sana. Nilishtuka, nijifiche haraka. Asubuhi yake mjomba wangu alikuja kuniona kama kawaida. Akaniambia, Adnas, ni bora uondoke. Hapa si sehemu yako tena na lile shamba sio lako tena. Kisha akaondoka. Mimi nikabaki na maswali najiuliza, kwa nini niambie hivi? Na kwa nini kila kitu kinaelekea kwenye shamba la Luchelele? Siku hiyo jioni niliamua kwenda shambani kwa siri. Nilipofika upepo ulikuwa mkali sana. Niliona alama ardhini kama mduara ulitengenezwa kwa unga mweupe. Katikati yake kulikuwa na manyoya ya kuku mweusi. Nilipojaribu kukanyaga ule mduara, nilisikia sauti nyuma yangu ikiniambia, usiguse. Niligeuka lakini sikumuona mtu. Usisahau kusubscribe hii account, kwa sababu account ya mwanzo mashabiki zangu imepotea ghafla tu, siioni. Kwa hiyo ukitaka mwendelezo wa shamba la kafara, subscribe account yangu ya Director Starita. Hii ni story mpya kabisa, pia ni true story inayomhusu kijana Adinas.
Juma, mzaliwa wa Mwanza.